ati yeye ndio president wa ghetto sijui bunge la wananchi pale Jivaji. Hiyo siasa unaendesha ya ukabila hiyo ya kuweka chuki. Ati watu wanashukia Wakikuyu ukisema ati Wakikuyu si watu sijui. Nimekuwa nikihoji siasa zako vibaya sana kwa mitandao. Nakwambia Gaucho, get one. Hiyo siasa ya ujinga umeanza, utajua kuna majenzi. I tell you free Gaucho. Get one. You guys, usiona tumejificha hapa nyuma ya Raila, tunaona Raila ni kama ni Mungu wa Kenya. Raila is nobody to this country. Raila asibetrayed Kenya so many. Tumejua siasa ya Raila ni ya ubinafsi na siasa ya broker, ya power broking, siasa ya tamaa. Amekuwa akiunisha watoto watu kwa street wakiandamana juu yake, akidanganya wananchi hapa wanawapigania kizao na hakuna haki anapigania Raila Amolo Odinga. Raila Odinga is just fighting for his own selfish interest, democratic interest. Na nakwambia kama ni mfuasi wa Raila right now, unless wewe kichwa yako haifanyi kazi mzuri. Kichwa yako haifanyi kazi mzuri. We cannot be always talking about the betrayers and the traitors in this country. We need a politics of change. Our country is now sinking to the sea. Economy inaenda vibaya. Mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga ulibetray wa Kenya, na that's the truth of fact. Na hii sio kukuambia ati muungano na Ruto hata mlete ati uwiano wa Kenya, ati hiji watu wa Kenya waungane, wananchi waungane. Hiyo ni uongo, unadanganya wa Kenya mchana. Hakuna kuungana unaunganisha wa Kenya hapa. Ni tumbo zenu mnaunganisha mkule pesa ya wananchi. Taxpayers money. Kwa sababu saizi ukituambia mnaunganisha wa Kenya, ni wa Kenya wagani wamesema wanapigana? Ni wa Kenya wagani wanasema wanapigana hatuwasikizani? Amani gani mnasema ati mnaunganisha wa Kenya? Kuna Wakenya wanapigana saizi. Wakenya wapigani, Wakenya kitu inaumisha ni uchumi na njaa na kukosa ajira. Vijana hawana ajira, wamesoma. Hiyo ndio kitu inaumiza wa Kenya. Hakuna Mkenya anapigana na mwingine. Ya Patrick Mule hiyo aka Bulldozer. Ya mimi ni kijana wa Murema. Kijana wa Murema South. Mimi nataka kusema hivi. Leo tumeona visa mingi sana leo. Kusile matukio imekuwa leo Jumapili. Mambo na vile wanasiasa leo wameabudu makanisani. Vile mambo tumeona mipira huko stadium vile mpira ya Kenya na Gabon, bila wananchi wanafurahia kushabikia timu yetu Kenya. Nimefurahia sana, hata mimi mwenyewe ni mwana Kenya halisi kabisa. Mdemokrasia na kijana ambaye ni mzalendo. Ninasema Kenya ishinde game ya leo. Lakini kuna matukio tumeona pale. Nimeona pale Nyayo Stadium ya vile Peter K. Salasia. Nimeona goons hapo wa Raila wamefukuza ati Peter Salasia ambaye ni kiongozi, kijana wetu kiongozi, mbunge mchaguliwa katika Mumias East. Nimeona hiyo mbunge venye amearasiwa pale hiyo Nyayo Stadium. Nikasema Wakenya mko na ujinga sana wenye mmefanya hiyo matukio hao goons wa Raila. Nataka kuwakanya hapa goons wa Raila. Wacha hiyo siasa ya ujinga ya upuzi hiyo kutumika ufala. Huyo ni kiongozi, anastahili heshima yake. Kwa sababu Peter Salasia asupport Raila Amolo Odinga. Wenu huyo mzee wenu mnamuita Raila. Sasa mnaanza kumfanyia attacking. Akienda kuangalia mpira hawezi angalia mpira na amani kama viongozi wale wengine. I want to condemn that idiotic behavior you have displayed in our country. Let me tell you guys, the Raila goons. Msione nyinyi wa wanaume sana kuliko wale wengine. Hata huko mlima kuna wanaume. Tuko pamoja. Huko mlima kuna wanaume. Hiyo siasa sitaki kusupport siasa kama hiyo ujinga. Kila kiongozi apewe nafasi na uhuru ya kuweza kushirikiana na wananchi wale wengine kwa matukio kwa event zote, na hakuna story ya kupeleka goons kwa events na functions. Hiyo ni siasa ya ujinga, and we stand to condemn that. Whoever has done that, hata kama ni mwanasiasa alikuwa amewafadhili, huyo mwanasiasa alaaniwe. Hiyo si siasa mzuri hiyo ya kuleta uguzi na kuataki viongozi. Nimeona hiyo tabia bado huko mlima. Kasheba leo akiwa kanisa ati yeye anatumia goons asiongee kwa kanisa, lakini Ruto yake ingia huko mlima anataka kupewa nafasi aongee. Na anasema hapa mnaunganisha wa Kenya. Wa Kenya gani mnaunganisha mkianza kuattack leaders? What kind of leadership is that? I start to condemn that idiotic politics. We cannot go that way as a country. Kila kiongozi apewa uhuru wa kuongea ile mawazo yake kwa Kenya vile anataka. Na hivyo ndo katiba yetu inasema. Kila mtu ako na uhuru, the freedom of speech. It doesn't mean that wewe unasupport mtu fulani na mimi pia ni support kiongozi wako kama hana sera za maana za kunisaidia kama mwananchi, ama kama yeye ni mtu akona tumbo ya ubinafsi anaingia kwa serikali kukula murungura huko bila kuongea maslahi ya wananchi. Hamna haja mimi nimuunga mkono, na kwa sababu yeye anaongea mawazo yangu kusema sitaki Raila Amolo Odinga. You don't have that audacity ya kuja kuni-attack. Who are you? Who are you guys? I want to say Raila goons, get on. Hiyo ni tabia mbaya sana. Kijana aitwa Peter Salasia hapo na uhuru na kutoteki msimamo yake mwenyewe ya kusema support Raila. Yeye ako na uhuru. Si lazima support Raila na si lazima support Ruto. Yeye ni kiongozi amechaguliwa
Hata vijana wanafukuza Salasia. Hata wewe mwenyewe chifu wa kwenu ushakuwa kujui. Hata mamako ajulikane kwa kijiji na uko na hiyo nguvu ya kuchukua mawe upigane na kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi. Stupid people. You are very stupid and foolish. Na Gaucho, nataka kuambia Gaucho. Gaucho huyu kijana anasema yeye ndio president wa ghetto sijui bunge la wananchi pale Jivaji. Hiyo siasa unaeneza ya ukabila ya kuweka chuki. Ati watu wanashukia Wakikuyu ukisema ati Wakikuyu si watu sijui. Nimekuwa nikihoji siasa zako vibaya sana kwa mitandao. Nakwambia Gaucho, get one. Hiyo siasa ya ujinga umeanza, utajua kuna majenzi. I tell you free Gaucho. Get one. You guys, usiona tumejificha hapa nyuma ya Raila, tunaona Raila ni kama ni Mungu wa Kenya. Raila is nobody to this country. Raila asibetrayed Kenya so many. Tumejua siasa ya Raila ni ya ubinafsi. Na siasa ya broker, ya power broking. Siasa ya tamaa. Amekuwa akirudisha watoto watu kwa street wakiandamana juu yake, akidanganya wananchi hapa wanawapigania haki zao na hakuna haki anapigania Raila Amolo Odinga. Raila Odinga is just fighting for his own selfish interest, democratic interest. Na nakwambia kama ni mfuasi wa Raila right now, unless wewe kichwa yako haifanyi kazi mzuri. Kichwa yako ifanye kazi mzuri. We cannot be always talking about the betrayers and the traitors in this country. We need a politics of change. Our country is now sinking to the sea. Economy inaenda vibaya. Mimi nataka kusema hivi. Raila Amolo Odinga ulibetray wa Kenya, and that's the truth of fact. Na hii sote kuambia ati muungane na Ruto hata mlete ati uwiano wa Kenya, ati hiji watu wa Kenya waungane, wananchi waungane. Hiyo ni uongo, unadanganya wa Kenya mchana. Hakuna kuungana unaunganisha wa Kenya hapa. Ni tumbo zenu mnaunganisha mkule pesa ya wananchi. Taxpayers money. Kwa sababu saizi ukituambia mnaunganisha wa Kenya, ni wa Kenya wagani wamesema wanapigana? Ni wa Kenya wagani wanasema wanapigana hatuwasikizani? Amani gani mnasema ati mnaunganisha wa Kenya? Kuna Wakenya wanapigana saizi. Wakenya wapigani, Wakenya kitu inaumiza ni uchumi na njaa na kukosa ajira. Vijana hawana ajira, wamesoma. Hiyo ndio kitu inaumiza wa Kenya. Hakuna Mkenya anapigana na mwingine. Hii siasa yenu ya upuzi hiyo tumezoea. Hii siasa ya na wakati ya ancient times, all this stone age politics. Hata siasa ya ujinga. We are now at 21st century. Sisi ni vijana tumesoma. We can understand that the point what is going on in our country. We know the importance of governance in the politics. Na mwanzo tubebe hiyo fala, mkiendelea kuumiza uchumi wetu. I stand to say no. Mimi kama Patrick Mule aka bulldozer. Yeah, sisi kutishiwa sisi. Sisi tutabii vijana tunataka kutishiwa. Nawaambia ukweli. We have the freedom of speech, tuko na right ya kuona unataka. Na niliwaambia hata jana tutaongea mpaka midomo ipasuke. Kama wewe ni mwanaume kuja ninguze. Nakwambia ukweli. Kwa sababu sisi hataki kubeba ufala. Mimi nasema kama Patrick Mule aka bulldozer. Mimi siasa ya Kenya saa hizi hakuna lolote kwa mwananchi wa Kenya wa kawaida. Vijana wanaumia, watu wanakufia hospitali, hakuna madawa. Vijana watoto waende shule, hakuna bursaries. Na mnatuambia hapo puzi hapa ati unaunganisha wa Kenya. What the hell are you guys? Mimi sitaki siasa kama hiyo. Nataka kuongea story ya Uhuru Muigai Kenyatta leo. Uhuru Muigai Kenyatta leo nataka kushukuru wewe ni mwanaume na nusu. Wewe ni kiongozi. Ameonekana Mount Kenya, Mlima Kenya akiwa kwa kanisa, and that's the true leader. Tunaweza jifunia kama wa Kenya, kiongozi ambaye ashachaguliwa kwa hii taifa la Kenya. Mimi I want to support kama sio rais wa Wakikuyu. Wacha mnasema hapa sio ujinga. Rais wa Kikuyu ukiangalia wale viongozi wamechaguliwa Kenya kama rais. Hakuna rais wameongoza Kenya vizuri kama rais wa Kikuyu. Barabara mingi zimejengwa na Kibaki. Barabara zingine Uhuru akamalizia, zile zilikuwa za Kibaki. Rais Ruto amejenga barabara gani? Hakuna. Ni kila siku kusema tumetenda, sijui leo tunazidua tinga inakuja ground. Kidogo contractor ameleta matinga zake ni kipindire, mnatupia kipindire hapa. Hakuna barabara zinaundwa. Barabara ziko mbaya, hata Sakaja ameshinda kuunda barabara za Nairobi. You people msituwebe ujinga. UDA hakuna mahali itapeleka wananchi wa Kenya saizi. And I want to say that with all our debts and the powers of Kenya, as a sovereign power, as a citizen of this country, hakuna mahali UDA itapeleka wa Kenya. Wa Kenya jifikirieni again. Mjue siasa inakuja 2027, tunaenda kwa uchaguzi, tutafutane viongozi wa maana wako na adabu. We cannot say that way. Na nataka kuambia Uhuru Muigai Kenyatta leo, umefanya jambo la busara sana ukasema watu tuombee nchi ikuwe na uwiano, tuombee nchi tukuwe na viongozi wa maana ambao wanatambua maslahi ya mwananchi. Hiyo ni sawa, Uhuru Muigai Kenyatta I support you for that. Lakini mimi swali yangu nauliza Uhuru Muigai Kenyatta. Maombi tumekuwa tukifanya hii Kenya, hata tukafanyia maombi Uhuru Park. Tukafanyia maombi hapa Safari Park Hotel. Maombi yamefanyika Kasarani everywhere. Mapasta mabishop kila siku wanaombea Kenya. How long will you be praying without seeing results? Hao viongozi mnasema tuwaombee, hata wenyewe hamjui Mungu. Hao ni wezi. Hao viongozi tuko nao sasa hivi
wengi ni wezi. Wanaenda kanisani hapo kujificha hapa wakikula pesa zetu za ushuru. Kiongozi akona uhuru mgani, kiongozi mgani akona power ya kutoa sadaka ya milioni 40 tukijua mshahara yake tu ni 1600 kwa mwezi ama 1700 kwa mwezi. Na unaenda kwa kanisa moja na wewe ni just a mere MP tukijua mshahara yake ni 900,000 per month. Unaenda kutoa 20 million sadaka kwa kanisa ama unaenda sijui kutoa rambe 20 million kwa kanisa kama usikasudi. Unatoa hapi hiyo audacity ya kutoa pesa kama hiyo mingi. Now even your net worth haiko uwezi kutoa pesa. Nani mjinga anasema pesa kwa mfuko amefanyia kazi milioni 20 apende kwa kanisa? Who the hell is that? Hii ni pesa zetu kunaiba za ufisadi kila siku. Ndio unaenda kupeleka kwa makanisa kwa mabishop wawasaidia kuomba siasa for your own selfish interest. Na mkidanganya mabishop hapa ati wao ndio waongee na washirika wa kanisa waombe. Nataka kusema hivi. Uhuru Muigai Kenyatta tunaweza kusaidia nayo ni kutusaidia hata sisi wa Kenya kufikiria na wewe pamoja. Utuoneshe njia ya ule kiongozi ambaye wewe mwenyewe unaona anafaa kuchaguliwa kwa hii Kenya. Na Uhuru Muigai Kenyatta kama baba yetu ya mlima, ukituambia ni huyu tunaanguka na huyo. Sisi kura yetu ya mlima inatosha kuleta kiti cha urais hapa Kenya again. Bila mlima hakuna serikali. Na ndio maana Ruto ameanza kuingia mlima Kenya hapo akiwinda kura za mlima na ofisha alibishi Gachagua akaona watu wa mlima hawana maana, anakuja mlima kufanya nini saa hizi basi? Kama aliona Gachagua hafai, amekuja mlima kufanya nini? Watu wa mlima msidanganyike na siasa za chapo na siasa sijui za mashini ya chapati. Watu wa mlima msidanganyike. These guys kwanza Ruto anafaa ajibu sahi maswali ile iko kisungumkuru sasa tunaumia nayo tunakasi kama vijana. Vijana wetu waliabudaktiwa, vijana wakauliwa, hizo familia sijapewa fidia na akashinda hapa kusema ati anaenda kwa abductions. Hizo abduction nani alikuwa anafanya? Sasa hii tunashinda kuambia wanafanya uchunguzi wala watu waliwa vijana. Uchunguzi hujakamilika hata sasa hizi hizo familia sijapata haki. Mnatuambia story gani mnatuambia nyinyi? When people are being killed, you guys are not talking, stupid people. Mimi nataka kusema Wakenya tusonge mbele pamoja na tufikirie tondo sasa ile tutachagua viongozi. Tuache siasa ya emotion na siasa ya ukabila. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.